Kutoka hapa katika chuo cha uandishi wa habari na utangazaji Domeko, chuo kinachotoa mafunzo ya uandishi wa habari kwa vitendo kwa wanafunzi wake wanaopatikana chuoni hapa, na leo nimefika ili kushuhudia programu ambazo hufanywa na wanafunzi wa chuo hiki, ikiwemo uandaaji wa vipindi vya televisheni, ufanyikaji wa vipindi vya redio na uandaaji wa magazeti. Asubuhi ya leo kulikuwa na ufanyikaji wa vipindi vya redio, na vipindi vilivyofanyika vilikuwa ni vipindi viwili, Morning Wave na kipindi cha michezo. Kipindi cha Morning Wave kilikuwa na segment 3 ambazo ni utabiri wa hali ya hewa, usomaji wa magazeti na mada. Kwenye usomaji wa magazeti kulikuwa na Sitra, Catherine pamoja na Rehema, na utabiri wa hali ya hewa kulisomwa na Sitra. Kwenye michezo alikuwepo Teddy, akawepo Johansen Michael, na kulikuwa na komenti ama michango ya maoni kutoka kwa wanafunzi waliokuwa wakifuatilia vipindi hivyo hapa redioni katika chuo hiki cha uandishi wa habari na utangazaji. Na miongoni mwa maoni maoni yaliyosomwa katika vipindi vyote viwili nitakwenda kuyasema hapa moja kwa moja, nikianza na maoni katika kipindi cha Morning Wave segmenti ya utabiri wa hali ya hewa. Aliyesoma alikuwa ni Sitra. Miongoni mwa maoni yaliyosomwa ama yaliyotajwa na wanafunzi katika chuo hiki ni pamoja na kukosa kujiamini katika usomaji wa utabiri wa hali ya hewa, jambo lililopelekea kusoma kwa uharaka zaidi. Wengi wao walichangia kuwa swala hili kutokana na kutokujiandaa katika kipindi, maandalizi mabovu ya kipindi kupelekea msomaji wa utabiri wa hali ya hewa kukosa kujiamini na kusoma kwa uharaka, jambo ambalo liligundulika kwa Sitra. Hivyo kushauriwa kuwa na maandalizi mazuri kabla ya kuingia kwenye kipindi ama kabla ya kuingia kwenye usomaji wa utabiri wa hali ya hewa. Kutoka hapo twende kwenye segmenti ya magazeti. Miongoni mwa changamoto ambazo zilitajwa na wanafunzi wa chuo hiki ni pamoja na kutochambua magazeti, kwa sababu wasomaji wa magazeti walikuwa wakisoma vichwa tu. Walio wengi walipendekeza kwamba wakati wa kusoma magazeti ni vyema zaidi msomaji wa magazeti kumweka bayana msikilizaji wake kwa kusoma japo kwa uchache kile kinachozungumziwa katika stori kuu ya gazeti ambayo imebeba gazeti zima kwa uchache zaidi, kwamba kama ni stori inazungumzia labda kwa mfano wafanyabiashara wa haswa kulipia ushuru, unapoishia hapo kuna namna unaweza ukawa umeficha msikilizaji wako anayekusikiliza. Hivyo ni vyema zaidi kwenda kwa undani kiuchache kuelezea nini kilikuwa kikizungumziwa katika stori hiyo. Na wengineo walikomentiwa kwa kutokutaja ile mioto ama kauli mbiu za magazeti husika, jambo ambalo linashusha credit kwa wale watengenezaji wa magazeti hayo. Lakini pia nikitoka katika segmenti hiyo ya magazeti, kulikuwa na segmenti nyingine ya mada ilikuwa ikisema kwamba kwa nini kuelekea mwezi Januari watu wengi huona kama ni mwezi mgumu kuliko mwezi mingine. Changamoto iliyotajwa na baadhi ya wanafunzi waliokuwa wakisikiliza kipindi hiki ilihusishwa na kutokuwepo na expert, kwa sababu mada yao cha kwanza hawakuiweka katika mlengo mzuri. Wao walisema kwamba ni kwa nini mwezi Januari huonekana ni mwezi mgumu kuliko miezi mingine, jambo ambalo halikuweka bayana, je, ni kwa wakulima ama wafanyabiashara, hususan ukichangiwa kwamba mwezi wa kwanza ni mwezi ambao huambatana na sikukuu ikiwemo Christmas ambayo ni mwezi wa 12, kisha sikukuu ya mwezi wa kwanza, jambo ambalo hupelekea watu wengi kutunza fedha kwa ajili ya maandalizi ya sikukuu hizo. Lakini pia ingekuwa ni kwa upande wa wakulima, walitakiwa tuelekeze kwamba wakulima wengi fedha nyingi wanakuwa wameziwekeza kwenye kilimo, jambo ambalo hupelekea ukosefu wa fedha, lakini pia hata chakula kupungua masokoni. Ingetakiwa tueleze hivyo. Lakini pia changamoto nyingine kwenye hicho kipengele cha mada mezani, hawakutusikilizisha maoni ya wananchi
walioko mitaani kwamba wao kwa upande wao wanazungumziaje, isipokuwa tu wao ndo wakawa wanaizungumzia hiyo hali ya ugumu katika mwezi Januari, hivyo kupelekea hata wasikilizaji wetu ama wasikilizaji waliokuwa wakifuatilia redio kuwa na mkanganyiko, kwa sababu wanaamini vipi kwamba hizo taarifa zinatoka kwa raia walioko uraiani huko. Hivyo walishauriwa kwamba ni vyema wao wanatumia sauti za wananchi kuwaaminisha wananchi wenzao kwamba ni kweli kuna baadhi ya wananchi kusema kwamba ama kusadifu kwamba mwezi Januari huwa ni mwezi mgumu, na kutokana na sababu zipi ambazo wao watakuwa wameziainisha. Hayo ni maoni ama ni baadhi ya maoni ambayo yalizungumzwa na wanafunzi ambao walikuwa wakifuatilia kipindi hicho cha Mwalimu Wevu. Na tukitoka katika kipindi cha Mwalimu Wevu, turejee kwenye kipindi cha michezo. Kipindi cha michezo kilifanyika na wachambuzi hao wanne, ikiwemo mwongoza kipindi ambaye alikuwa ni Teddy. Changamoto ya kwanza ambayo ilirekodiwa ni kwamba mwongozaji wa kipindi hakuwa na ufahamu juu ya wale sosi ama watu waliokuwa kumradhi, mtangazaji wa kipindi hakuwa na ufahamu wa majina kwa wale waliokuwa nao ndani, jambo ambalo lilipelekea mchambuzi mmoja ambaye alifahamika kwa jina la Johansen kuitwa majina zaidi ya mawili ambayo si majina yake, jambo ambalo hupelekea kupotosha maana halisi inayolengwa na kwa msikilizaji anayesikiliza kipindi kumfahamu mchambuzi kwa jina ambalo si sahihi. Je, pengine ikitokea kwamba kwa msikilizaji huyo kuna mtu ambaye anafahamika kwa jina lile na si mtu ambaye anajihusisha na hizo taarifa ama hizo situation, inakuwa ni changamoto kwa kweli. Kwa hivyo ilishauriwa kwamba ni vyema zaidi mwongozaji wa kipindi awe anafahamu kipi anachokizungumzia na kutokutaja jina tofauti na uhalisia wa kitu. Lakini pia changamoto nyingine ambayo ilirekodiwa na wanafunzi ambao walikuwa wakifuatilia kipindi hicho ni pamoja na kutokutoa taarifa kwa undani zaidi, udadavuzi wa kina kwa kile walichokuwa kikizungumzia. Walikuwa wakitupitisha kwenye takwimu ambazo wananchi wengi wamezishuhudia. Kwa mfano, michezo ambayo ilichezwa jana ya mechi baina ya Misri na Zimbabwe ni michezo ambayo kila mmoja alishuhudia na matokeo kila mmoja aliyashuhudia. Hakuna mwananchi ambaye alifuatilia ule mchezo na asijue yale matokeo. Sasa wao kitu ambacho walikuwa kikifanya, walikuwa tu wanatupa juu taarifa kuhusiana na ile michezo ambayo ilichezwa jana, jambo ambalo walishauriwa kwamba ni vyema zaidi kuwa wanatoa taarifa za udadavuzi wa kina, kwa sababu wananchi walioko mitaani ama walioko majumbani wanaifuatilia michezo kwa kina zaidi na wanazifahamu taarifa. Hivyo ni vyema zaidi kuwa wanatoa uchambuzi wa kina kwa kile ambacho moja kwa moja wao walikuwa hawakifahamu, kuleta radha, lakini pia kuongeza hamasa ya msikilizaji kuziamini na kuendelea kukifuatilia kituo, lakini pia hata mchambuzi moja kwa moja. Hayo yalikuwa ni maoni ambayo yalitolewa kwa vipindi vyote viwili, na baadaye ilifanyika na baadaye yalitolewa maoni kwa walimu ambao ni wa chuo hiki, nao walikuwa miongoni mwa watu ambao walikuwa wakifuatilia kwa kina vipindi namna gani vilikuwa vikiendeshwa. Nikiripoti kutoka chuoni hapa, mimi ni Samangwana Ibrahim ambaye nimekuletea maoni yaliyokuwa yakitolewa katika ufanyaji wa vipindi hivyo viwili ambavyo vilifanyika leo. Na si leo tu, bali chuo hiki huwa na taratibu za ufanyikaji wa vipindi hivyo, ambapo Ijumaa ndio huwa na siku ndefu zaidi, kwa sababu kufuatilia ufanyikaji wa vipindi vya redio, lakini uandaaji wa vipindi vya televisheni na magazeti. Sina la ziada, tukutane wakati mwingine.